Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kutembelea ofisi yetu ndogo ya makao makuu ya chama Dodoma, ambayo ni ofisi pia ya ofisi ya mkoa wa Dodoma ya chama cha wazee wa Tanzania. Ni kweli nimefarijika sana ujio wenu kwa hii siku ambayo ya Samia Day, tuweze kusema sisi wazee tuweze kusema machache. Kwanza kabisa, ndugu mwandishi, hakuna mzee mwenye umri wa miaka 50, hakuna kijana mwenye umri wa miaka 50. Chama chetu, ili uweze kujiunga chama chetu lazima uwe na umri wa miaka 50 kuendelea. Na hakuna mzee au hakuna kijana mwenye umri wa miaka 50. Ninachotaka kusema ni kwamba kuhusiana na masuala ya miradi ya kitaifa ambayo imefanywa na mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, miradi ya kitaifa ni mingi. Mfano, kuna SGR, kuna bwawa la Mwalimu Nyerere, barabara za nchi nzima, daraja la Busisi, hospitali, mashule, mfano viwanja vya ndege. Kiukweli mimi kama kiongozi wa chama cha wazee wanaume Tanzania, binafsi na nikisikia kauli tata kwenye mitandao najisikia vibaya sana. Yaani mama anapaswa kupongeza kwa kazi nzuri anayoifanya. Yaani sidhani kama kuna sababu ya mtu anaweza kumbeza Mama Samia Suluhu Hassan. Kazi aliyofanya ni kubwa sana na hakuna mtu ambaye hajui. Ni basi tu Watanzania wengi wanajifanya wajui, lakini kazi aliyoifanya ni kubwa. Kwa hiyo kingine ambacho ninataka kusema, kumuomba sasa Mama Samia Suluhu Hassan, mara nyingi nimekuwa nikifanya kazi mbalimbali. Nilikuwa namuomba sana Mheshimiwa Rais, wazee nao waundiwe sera sasa. Wazee watambuliwe rasmi kama wanawake, vijana na makundi maalum. Kwa nini mara nyingi wanasema hivyo? Yaani kwa mfano sasa hivi hayo makundi nasema sera kuwatambua wazee rasmi ili wazee na wenyewe waweze kusonga, wazee wenyewe waweze kujikimu katika maisha. Kwa mfano, ninaposema sera rasmi, kwa mfano kuna mikopo ya halmashauri wanakopeshwa wanawake, vijana na watu wa makundi maalum. Kiukweli hii haijakaa sawa. Haijakaa sawa, hatuwezi kuilaumu serikali yetu, lakini mimi kama kiongozi wa chama nasema hii haijakaa sawa kabisa. Na mara nyingi nimekuwa nikifanya mikutano yangu na wazee. Kilio kikubwa cha wazee ni sera ya kuwatambua rasmi. Sera ya kuwatambua rasmi na wao waweze kukopesheka. Mfano, juzi tulikuwa kwenye kikao cha sekretarieti taifa, kuna mzee binafsi kama kiongozi wa chama iliniumiza sana. Wazee hata wakopesheke hata benki sasa hivi. Hata kama mzee ni bilionea, una miradi yako, kienda benki ukopesheke. Unaenda mzee unaambiwa umri umesonga, kwa hiyo huwezi kukopesheka, umlete labda mtoto wako akope, wewe mdhamini. Na huyo mzee aliambiwa kuwa yeye anaweza kupata kesho. Sasa mimi sijui sana kama kiongozi wa chama, mwenye mamlaka kuchukua uhai wa mtu ni Mungu, sio binadamu. Kwa hiyo kweli kilio cha wazee ni kikubwa. Na kingine, ndugu mwandishi, natamani sana ikimpendeza Mheshimiwa Rais mwaka huu sasa wa uchaguzi, kwa na mbunge wa wazee. Ateue mbunge wa wazee. Makundi yote yana wabunge. Tutakapopata mbunge wa kuwasemea wazee, tunaamini mambo ya wazee yataenda vizuri. Mama Samia Mama Samia mitano. Ndugu mwandishi wa habari, binafsi kama kiongozi ya chama yako mengi ya kusema, lakini la mwisho ni kuombe Mheshimiwa mwandishi wa habari, na kuna mfumo fulani ambao wa viongozi watangulizi uliopita. Mfano, Mheshimiwa Mwalimu Nyerere alikuwa mara zote alikuwa akisafiri mikoani. Akifika mkoani, baada ya ziara zake huwa anakutana kwanza na wazee. Anaongea na nini? Na wazee, kwa sababu wazee ndio wameijenga nchi. Ombi langu kwa Mheshimiwa Rais, nikupendeza, tunaomba ukiwa katika ziara, sio kwa kuelekeza Mheshimiwa Rais, tunakuomba ukiwa katika mkoa, baada ya ziara ukikutana na wazee wa mkoa au wazee wa kitaifa, tutakuwa tunajenga nchi yetu.